Jioni hii tutaangalia kipengele kinachosema nguvu ya mauti iliyokaa kwenye uchumi. Na nguvu ya mauti iliyokaa kwenye uchumi. Nguvu ya mauti iliyokaa kwenye uchumi. Kwanza ni lazima tuelewe maana ya mauti. Mauti ni roho ya kifo inayoondoa uhai wa mtu au vitu kama maono, uchumi, kazi, ndoa, familia. Mauti ni roho ya kifo inayoondoa uhai wa mtu au vitu kama uchumi, uhai wa ndoa, kazi, biashara na vinginevyo. Mauti. Kwa hiyo leo tutaangalia mauti iliyokaa kwenye uchumi. Watu wengi huwa wanashindwa kutofautisha mapito ya maisha na roho ya mauti na uharibifu. Wengi wanashindwa kutofautisha, anashindwa kujua kwamba anapitia mapito au kuna kitu kingine ambacho kiko pembeni kinachomsumbua. Na hii roho ya mauti na uharibifu inafanya kazi kwa siri kubwa sana, kwa sababu huwezi ukaigundua kwa urahisi, kwa sababu imeingia kwenye sheria ya asili ya mwanadamu, na huwezi kujua kama unapitia sheria ya asili ya mwanadamu ama changamoto za sheria ya asili ya mwanadamu au ni roho ya mauti. Kwa hiyo tutaangalia hiyo roho ya mauti leo, na kabla hatujaenda mbali lazima tujue dalili. Utajuaje kwamba ninafuatiliwa na roho ya mauti? Kwa upande wa uchumi. Kwa hiyo hapa tutaongelea zaidi upande wa uchumi, roho ya mauti inavyofanya kazi kwa upande wa uchumi. Ukiona hizi dalili zinajitokeza mara kwa mara, sio mara zote zinaweza zikawa halisi, lakini ukiona zinajitokeza mara kwa mara, ujue kwamba kuna aina fulani ya roho ya mauti upande wa uchumi inakufuatilia. Dalili ya kwanza, kila unapoanzisha biashara inakufa. Kila unapoanzisha biashara inakufa. Hii ni dalili mojawapo ya kuonesha kwamba upande wako wa eneo la kiuchumi lina roho ya mauti inayofuatilia uchumi wako. Kuna watu ambao kila wanapoanzisha biashara, hata wabadilishe biashara tofauti tofauti, bado wanapoanzisha biashara zile zinakufa kifo cha kawaida kabisa. Unabadilisha biashara hii, unaanzisha, inakufa. Unahama biashara hii, unaenda nyingine tena, unaanzisha na yenyewe inakufa. Unahama hiyo, ulikuwa unauza mitumba, ukaona mitumba hailipi, unahama kuuza samaki. Unafika na kwenye samaki pia mambo yanakugomea. Unahama huko, unaenda kwingine tena kuuza mazao, huko kwenye mazao pia unafika mambo yanagoma. Unaenda unafungua tena mgahawa na kwenyewe mambo yanagoma. Kila unapoanzisha biashara inakufa. Ni dalili mojawapo ya kwamba kuna roho ya mauti upande wa kiuchumi inakufuatilia. Dalili ya pili, hasara kwenye biashara, hasara za mara kwa mara.
Ingawa kiuchumi hasara ni faida pia, kwa sababu bila hasara huwezi ukagundua makosa yako ya kibiashara. Lakini tunazungumzia sasa zile hasara zinazojirudia mara kwa mara. Unajua kuna watu ambao biashara zao zina hasara muda wote. Mfano hasara ninazozungumza, kuibiwa. Kila unapoanzisha biashara lazima uibiwe. Kuna watu wa aina hiyo wapo. Biashara zao ni biashara za kuibiwa tu. Anatafuta mtaji, anaupata, kisha upata ule mtaji, anatokea mtu pengine anauiba. Au umeshapata mtaji, umefungua duka lako, unashangaa usiku vibaka wanapita, au wezi au majambazi wanabomoa, unabaki zero. Au unadhulumiwa mara kwa mara. Wewe, kila mtu unayeungana naye kwenye biashara lazima akudhulumu. Kuna hawa watu, wao mioyo yao ni mizuri sana na wao ni waaminifu sana, lakini wale watu wanaokutana nao kufanya nao biashara wanaishia kuwadhulumu. Unashangaa mtu umeanza naye chini, biashara inapokuwa kubwa anakudhulumu. Kuna kaka mmoja alikuwa anafanya biashara, waliingia partnership na rafiki yake, akawa anapata biashara China, haya mabegi ya kike. Kwa hiyo walikuwa wanafanyiana zamu kwamba raundi hii wakishauza wakamaliza, wanakusanya hela pamoja, mmoja anakabidhiwa kwamba bwana, sasa ni zamu yako kwenda China. Kwa hiyo wakafanya ile biashara kwa muda mrefu. Mtaji ulipokuwa mkubwa, siku moja wameuza, wamemaliza, huyu kaka akampa yule rafiki yake kwamba basi sasa hivi ni zamu yako kwenda. Akaenda, alivyoenda akatokomea moja kwa moja na mtaji na kila kitu. Kwa hiyo huyu akaanza zero, na huko nyuma amekuwa akifanya biashara. Kila mtu anayefanya naye biashara, huyo mtu anaishia kumdhulumu. Kwa hiyo ukijikuta kila biashara unayoingia na mtu unadhulumiwa tu, unadhulumiwa na wateja, unadhulumiwa na watu baki, unadhulumiwa na watu ambao pengine wangekusapoti, lakini wao ndo wanageuka kuwa tena kukurudisha chini. Hali ya kudhulumiwa mara kwa mara ni ishara inayoonyesha kwamba eneo lako la kiuchumi linafuatiliwa na roho ya mauti upande wa kiuchumi. Maana yake hii mauti inaua hiyo biashara isikue. Kila inapotaka kujaribu hii biashara kuinuka, hii mauti inajitokeza, inaua hiyo biashara. Unarudi kuanza upya tena. Au unaanzisha tu biashara, unavamiwa, biashara yako inavamiwa, yanatokea majanga ya asili, moto, unaunguza biashara yako. Ulikuwa na mkopo wako benki, umekopa, umeweka bidhaa zako za kutosha kwenye hilo duka au kwenye hilo soko, mara inatokea hitilafu tu pap. Na ngoja niwaambie, shetani anaweza akasababisha msiba wa wengi, lakini akawa anakutafuta wewe. Mfano, anaweza akawa anakutafuta wewe, anataka pengine aangamize biashara yako au duka lako, akatafuta mahala ambapo wewe umeweka store ya bidhaa zako nyingi, labda kama ni sokoni, ikatokea tu soko likaungua na wote biashara zao zikaungua, lakini aliyekuwa anatafutwa kwa ukaribu akawa pengine ni wewe. Unashangaa wale wengine baada ya muda wao wanarudi kwenye game, lakini wewe unapotea kabisa mazima. Roho ya mauti upande wa uchumi
inaweza ikawa inakufuatilia kwa kukusababishia hasara za mara kwa mara. Hasara za mara kwa mara. Inahakikisha kwamba biashara yako inakuwa dumavu, inadumaa, haikui, ni ile ile. Watu wanatoka nyuma yako, wanakuja, wanaanzisha biashara, wanainuka, wanakuacha wewe ukiwa pale pale. Kama ni mtoto ambaye hatambai wala kutembea, yeye ni kusimama tu hapo hapo. Akinyanyua mguu anaanguka, akijaribu huu anaanguka, yuko pale pale. Hasara za kuibiwa mara kwa mara. Jambo lingine ni madeni, tulizungumzia jana. Madeni, eneo la upande wa kiuchumi. Madeni ni roho ya mauti kwenye eneo la kiuchumi. Jambo lingine ni magonjwa, tulizungumza siku ya Jumatatu. Magonjwa, tumsifu Yesu Kristo. Nguvu ya mauti iliyokaa kwenye uchumi. Ukiona hizi dalili, ujue kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Sasa tutaongozwa leo na kitabu cha Ayubu sura ya 28 mstari wa 22. Ayubu sura ya 28 mstari wa 22. Ayubu sura ya 28 mstari wa 22. Inasema, uharibifu na mauti husema, tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Narudia kusoma, tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Uharibifu na mauti husema, tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Tumesikia, maana yake ni kwamba roho ya mauti ina masikio, inasikia. Roho ya mauti ina masikio, inasikia, ina macho, inaona. Tumesikia kwamba anataka kuanzisha biashara, linatokea jambo pap. Tumesikia kwamba anataka kupewa mtaji. Ndio maana kuna baadhi ya watu wanaweza akaahidiwa kabisa kwamba nitakusaidia mtaji, lakini ukashangaa yule mtu anapokaribia kukusaidia ule mtaji aliyokuahidi, unashangaa inatokea hali fulani, unapiga simu tena hapokei, na amekuahidi kabisa, au umefanya mambo yamekaa vizuri kabisa, au umeprocess mkopo wako vizuri, ile kwamba unaahidiwa kabisa kwamba siku fulani mkopo wako utaingia. Unashangaa ile siku inapofika mkopo hauingii. Roho za mauti na uharibifu husema, tumesikia kwamba anataka kupata mtaji. Au unashangaa umepata tu pesa. Baada ya kupata pesa, taarifa inatokea ambayo hiyo taarifa inahitaji pesa. Labda inaweza ikawa ni taarifa ya ugonjwa. Ghafla ile pesa uliyopata mkononi inaenda kwenye huo ugonjwa, uharibifu. Roho ya mauti inasikia. Na kwenye eneo la upande wa uchumi, tunapokuwa tunazungumzia mauti huwa inategwa. Tumsifu Yesu Kristo. Mauti inategwa. Inaweza ikategwa kwenye eneo la kiuchumi, inaweza ikategwa kwenye eneo la kazi, inaweza ikategwa kwenye eneo la ndoa, inaweza ikategwa kwenye eneo la biashara. Mauti inategwa. Kwa mfano, umeshawahi kusikia binti anasema, mimi kila ninapopata mchumba, nikikaribia tu kumtambulisha, ghafla yule mchumba anaahirisha. Wa aina hii unakuta ni roho ya uharibifu upande wa mahusiano, imetegwa kwenye eneo hilo, kwamba kila anapojaribu, kila anapopata
mchumba, ili anataka kumtambulisha, ghafla mwenzake anabadilisha mawazo, anagairi. Na kwenye eneo la kiuchumi, mauti huwa inategwa. Kwa mfano, inaweza ikategwa kwenye hasara, kwamba huyu mtu afanye biashara, lakini biashara yake iwe ni biashara ya hasara tu. Kwa hiyo badala ya wewe kupata faida, unajikuta unapata hasara kwa kila jambo unalofanya. Maana yake ni mauti imepewa maelekezo kwamba kazi yako wewe, sababisha hasara kwa huyu mtu. Inaweza ikawa haikuzuii kufanya biashara, yaani biashara utafanya kabisa, mtaji utapata, lakini itahakikisha huo mtaji unapata hasara mpaka unaisha wenyewe. Kwa hiyo mauti inaweza ikategwa kwenye eneo la kiuchumi. Ndio maana sasa mauti kwa baadhi ya wafanyakazi imetegwa kwenye eneo la madeni. Unakuta mtu akiajiriwa tu, wazo la kwanza analopata ni mkopo, anakopa, na akishakopa hakuna chochote cha maana anachokifanya huyu mtu, bila kujua kwamba mauti upande wa kiuchumi iko kwenye eneo lake. Labda niwaambie hivi, Shetani anaweza akajua ulichokibeba wewe kabla ya wewe kujua ulichokibeba. Shetani anaweza akaona mwelekeo ambao utakuwa nao kesho kabla ya wewe kuona huo mwelekeo. Shetani anaweza akaharibu maisha yako kabla ya wewe kuyagundua kwamba haya maisha yangu yanaelekea kuharibiwa. Tuchukulie mfano, Shetani akitaka kuharibu maisha ya mwanamke aliyebeba hatima kubwa sana kwenye maisha yake, au akitaka kuharibu hatima ya mwanaume ambaye amebeba hatima kubwa sana kwenye maisha yake, anaweza akaharibu maisha ya huyu mama akiwa binti mdogo sana. Tuchukulie mfano, kuna wanawake leo ambao wanaishi kwenye ndoa kwa mateso makubwa sana, lakini sio kwa sababu wao wana makosa. Shetani akigundua kwamba huyu binti ana kitu cha ziada kuliko watu wengine, unaweza ukashangaa huyu binti akiwa mdogo, katika harakati zake za kukua akaingia kwenye mahusiano, na baada ya kuingia kwenye mahusiano anapata ujauzito, na yule aliyempa ule ujauzito anakataa. Binti anachukua jukumu la kulea ile mimba mpaka pengine anajifungua, anakuwa tena. Mwisho wa siku, katika harakati zake anaweza akajikuta tena anaingia kwenye mahusiano na mtu mwingine. Unashangaa tena yule aliyempa ule ujauzito anaukataa. Binti analea ile mimba. Huyu binti atakuwa, kwa sababu ni mwanamke pia, anahitaji kuolewa, anahitaji kukaa na kulea familia yake vizuri kwa pamoja. Anaweza akajitokeza mtu mwenye nia nzuri kabisa kwamba nataka nikuoe, kweli akaonesha nia ya kumwoa na akamwoa, lakini baada ya kumwoa ukajikuta anamtesa sana huyu mwanamke kwenye ndoa. Huyu binti anatamani atoke kwenye ile ndoa, lakini akipiga mahesabu anaangalia jamii itamtazamaje. Kwa nini? Ataanza kuhesabu kwamba mwanaume wa kwanza alinizalisha akaniacha, mwanaume wa pili alinizalisha akaniacha, huyu wa tatu ambaye amenioa leo, nikisema niondoke kwenye hii ndoa ambayo ina manyanyaso sana, jamii itanionaje? Hata kama mwenye makosa kwenye ile ndoa sio huyu binti, lakini atakuwa anaogopa, kwa sababu akisema atoke, jamii moja kwa moja itamtazama yule binti kama yeye ndo mwanamke ambaye hajatulia.
Lakini kumbe shetani aliharibu maisha yake huyu binti ili kusudi aje aishi kwenye ndoa yenye mateso sana. Mfano, kuna wanaume ambao wamekutanishwa na wanawake ambao wameharibu maisha yao kabisa. Yaani unakuta mwanaume alikuwa na ndoto nyingi sana, lakini baada ya kuoa tu maisha yake yanaharibika. Kwa nini? Shetani anaweza akakutanisha na mtu ambaye sio sahihi kwenye maisha yako kwa lengo la kuharibu maisha yako. Kwa sababu ameshaona kwamba huyu mtu ana kitu cha ziada ndani yake. Sasa hiki kitu tutakizuiaje? Anakukutanisha na mtu ambaye atakukosesha utulivu wa ndani wa kufanya mambo yako ya msingi. Kwa unajikuta umeolewa na mwanaume ambaye hajali ulichokibeba, hasapoti ulichokibeba, hakutii moyo kwa lolote. Au unajikuta umeoa mwanamke ambaye wewe unakusanya, yeye anatapanya. Wewe unaleta pamoja, yeye anapeleka kwingine. Unajikuta mahali sasa unakata tamaa hata na ndoto ulizokuwa nazo. Sasa na kwenye eneo la kiuchumi, shetani anaweza akaleta mauti ambayo unaweza ukashangaa wewe una jitihada za kutosha, lakini upati matokeo ya aina yoyote. Ndio maana sasa siku hizi tunakutana na watu ambao muda anaotumia kuwekeza, ujuzi anaotumia kuwekeza, pesa anazotumia kuwekeza, nidhamu anayotumia kuwekeza, na matokeo anayopata, vitu viwili tofauti, havilingani. Kwa nini? Mauti imewekwa kwenye eneo lake la kiuchumi, na ni watu wachache sana wanaweza akagundua kwamba kuna roho ya mauti kwenye eneo lao la kiuchumi. Kwa nini? Watu wengi wameshazoea kwamba mauti ni kama tu kifo. Wameona mtu akishakufa ndo anajua kwamba mauti inatokea katika mazingira kama haya. Kuna watu ambao wamekufa kiuchumi lakini wanaishi. Kuna watu ambao ndoa zao zimekufa lakini wanaishi pamoja. Kuna watu ambao kazi zao zimekufa lakini bado wanaishi. Kuna watu ambao watoto wao waliowazaa wamekufa lakini bado wanapumua. Kwa nini? Kwa nini wamekufa? Kwa sababu hakuna chochote wanachokizalisha duniani. Ndio maana sasa tunakutana na watu ambao wao wanaongeza tu idadi ya watu, lakini hakuna chochote wanachokizalisha kwenye familia zao, kwenye taasisi zao, kwenye ndoa zao, kwenye taifa lao, lakini wapo tu. Nini? Milango yao ya kiuchumi imekufa. Rais wa Marekani wa Abraham Lincoln aliwahi kusema kwamba kuna watu wanakufa wakiwa na umri wa miaka 25 lakini wanazikwa wakiwa na umri wa miaka 70. Yaani kuna watu ambao wanawasaidia wengine kuishi, lakini wao maisha yao walishayamaliza kitambo sana. Wapo tu wanasubiri ile tarehe rasmi ambayo Mungu amewapangia kufa kimwili wafe, lakini kama ni ndoto zao zimekufa, kama ni jitihada zao zimekufa. Kwa hiyo kifo sio lazima ufe kimwili watu wakuzike. Unaweza ukafa ukiwa unapumua, kwa sababu kama hakuna kitu cha aina yoyote unachozalisha kwenye nchi, kwenye familia, kwenye taasisi, wewe umekufa. Unaweza ukajiona unaishi, lakini shetani alishakuzika kitambo sana. Kwa nini? Watu wakifa ghafla au mara kwa mara, shetani atagundulika kwamba amewaua yeye, lakini anaua ndoto zao bila wao kujua. Kwa hiyo anakuwa anaishi, lakini ndoto
ambazo Mungu aliweka ndani yake, mipango ambayo Mungu aliweka ndani yake, shetani ameshaiua tayari. Na shetani anaiuaje hiyo mipango? Ni kwamba kila utakachokuwa unafanya kitakuwa kinagoma. Ndio maana basi shetani amehakikisha kwamba kuna baadhi ya familia ambazo watu wake wote milango ya kiuchumi kwa upande wao imefungwa. Yaani unaweza ukaenda kwenye ukoo ambao hakuna mwenye uwezo wa kumsaidia mwingine. Huyu analia shida na huyu analia shida, huyu analia shida na huyu analia shida. Hawana mtu wa aina yoyote ambaye uchumi wake umesimama, wote. Kwa nini? Kuna mauti ya kiuchumi ambayo iko kwenye hiyo familia. Hata mfanye vipi, hata mchangiane vipi, hamuinuki. Kwa nini? Shetani amewazika kwenye eneo la kiuchumi. Sasa ndio maana siku hizi unasikia kauli za watu wengi, utasikia wanasema bora uzima, bora uzima, tupo tunapumua tu. Na kweli ukimwangalia anapumua tu. Tumsifu Yesu Kristo. Anapumua tu kwenye eneo la hewa ya kawaida, lakini kwenye uchumi hapumui, kwenye kazi hapumui, kwenye biashara hapumui. Yeye anapumua tu hiyo oksijeni ya kawaida, lakini maeneo mengine yote yuko ICU. Yaani nawaambia, ikitokea kwamba leo Mungu anaruhusu watu wapumue tu kwenye eneo la kiuchumi, tunaweza tukajikuta wote tu kwa ICU hapo Maweni hapo. Kwa nini eneo la uchumi limefungwa? Mauti. Kwa hiyo ni muhimu sana uwe unakagua na kuliombea eneo lako la kiuchumi mara kwa mara. Ninaomba leo uanze kuangalia kwenye maisha yako, shetani ametega wapi mauti kwenye upande wa uchumi wako? Ni eneo gani ambalo ametega? Ni eneo gani ambalo haupumui kiuchumi? Sasa angalia, baada ya kuwa shetani amehakikisha amebana watu wote kwenye eneo la uchumi, sasa hivi ndo unasikia kuna vikundi vingi sana vya siri na vyama vya siri kama Freemason, kwamba jiunge, kuna kafara za kawaida, kafara ambazo haumwagi damu, sijui vitu gani. Kwa siku hizi watu wanakimbilia huko, wanajiunga huko, na akishajiunga ndo ameisha hivyo, kutoka sio leo tena. Kwa nini anajiunga? Ni kwa sababu ameona maisha yake yamekuwa magumu sana, anaamua kuchukua maamuzi ya kujiunga na vyama vya siri, kuamini kwenye imani za kishirikina, kwenda kwa waganga na kupiga ramuri ili kusudi tu atoke kimaisha. Kwa nini? Ni kwa sababu shetani amehakikisha kwamba eneo la kiuchumi la huyu mtu, milango yake tunaifunga asipate chochote. Kuna watu wamesoma sasa hivi, ajira hawapati. Kwa hiyo ni lazima ujue mahali ambapo shetani amejificha kwenye eneo lako la kiuchumi ni wapi. Ni wapi ameficha silaha yake ya kukuzuia ama kuzuia eneo lako la uchumi
lisipae. Rafiki yangu mmoja, ninamwita rafiki ingawa hatuna ukaribu sana, lakini basi ngoja nitumie hiyo title ya urafiki. Yeye amesoma mambo ya biashara. Sasa kaka yake alikuwa meneja wa Vodacom kanda fulani, akamtafutia mtaji, akampa. Alipomtafutia mtaji akampa, tena alimkopea tu, akampa, ilikuwa kama milioni 5, kwamba mdogo wangu, hebu naomba na wewe utafute mahali pa kujishikiza. Kweli akaanza biashara ya mazao. Alipoanza biashara ya mazao, mtaji wake ukakua, ukafika kwenye milioni 15 hivi. Sasa watu huwa wanasahau sana kuombea vipato vyao au kuombea pesa zao. Sasa akawa ameagiza mzigo, sasa anatoa Mpanda, anawauzia Wakenya. Akanunua mzigo vizuri, akalipia na marori ya kubeba ule mzigo wa mahindi toka Mpanda kwenda Kenya, na vibali vyote amekata. Alipofika ile boda ya Silali, na vibali vyote kabisa alikuwa navyo. Baada ya kufika pale, wanamsearch, wanamuuliza sasa pale migration, ili avuke kwenda peleka mzigo wake nchi ya ng'ambo ya pili ambayo ni Kenya. Ametoka kabisa na kila kitu anacho, na hivyo amefika pale, vile vibali alivyokuwa navyo akatafuta vikakosa. Baada ya kukosa, ilibidi sasa serikali imwambie, na maana wewe hujalipa kodi, haujafanya nini, haujafuata taratibu zote, ikataifisha ule mzigo wa milioni 15. Na alikuwa hajaacha akiba ya aina yoyote. Na serikali baada ya kutaifisha ule mzigo, kwa sababu ilikuwa kwenye haki zake kabisa, na yenyewe inataka mapato, tunajuaje kama haya mahindi umeaiba? Kwa hiyo ilikuwa haki kabisa. Huyu jamaa akarudi kuanza upya, lakini akikumbuka haso alizopitia, shida alizopitia, na mtaji umeenda, ikabidi achukue maamuzi ambayo sio mazuri ya kujinyonga. Akajinyonga, akafa. Kwa nini? Mauti ikishahakikisha kwamba imekufikisha kwenye level ambayo hauwezi ukajitetea, inakuua, inasababisha kabisa kifo chako cha mwili. Ndio maana sasa kuna watu ambao wamejikuta wamepata hasara kubwa, wakashindwa kuvumilia yale maumivu ya ile hasara waliopata kutokana na biashara zao pengine kupata hasara au miradi yao kufa, wakajikuta na wao wanajiondoa uhai. Kwa nini? Mauti ni roho ya kifo inayosababisha mauti ya mtu, vitu kama uchumi, kazi na hata ndoa. Kwa hiyo
ukikaa chini ukatafakari, utagundua tu eneo lako la kiuchumi kuna vitu ambavyo unafanya lakini haviendi. Sasa unaweza ukajikuta una tabia nzuri, una lugha nzuri kwa wateja, una elimu nzuri ya kibiashara, una eneo zuri la kufanyia biashara, lakini ukashangaa kila unachofanya unakutana tu na mikingamo au hali fulani hivi ambazo zinakurudisha nyuma. Unapojikuta kwenye hii hali, moja kwa moja ukajikagua kimwili, ukajikuta uko sawa, lazima ujue kwamba hii vita inatoka upande wa pili, upande wa kiroho. Upande wa kiroho. Unapokuwa unadhulumiwa mara kwa mara kwenye biashara, yaani usijikute ukasema kwamba kama vile nina mkosi. Kuna kitu nyuma yake kinakufuatilia na kinafuatilia huo uchumi wako. Kwa nini? Shetani akikupiga kwenye eneo la kiuchumi, atakuwa amekumaliza kwenye maeneo yote. Kwa nini? Mtu yeyote ambaye hana uchumi imara hana utulivu wa kiroho. Msifu Yesu Kristo. Mtu yeyote ambaye hana uchumi uliosimama hanaga utulivu wa kiroho. Na ukishakosa utulivu wa kiroho, hautasali vizuri. Na usiposali vizuri, hautamsikiliza Mungu vizuri. Na usipomsikiliza Mungu vizuri, unaweza ukahisi kwamba hakuna Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Na eneo ambalo shetani anajua kwamba akilishika kwenye maisha ya mtu na huyo mtu akakosa utulivu mzuri kwa Mungu, ni eneo la kiuchumi. Ni eneo la kiuchumi. Kwa nini? Kuanzia kwenye familia utulivu hautakuwepo. Kanisani utulivu hautakuwepo. Kwa watoto utulivu hautakuwepo. Angalia hata ndoa ambazo sasa hivi zina changamoto nyingi sana, chanzo kinatoka kwenye uchumi. Mwanaume ambaye haheshimiwi kwenye ndoa ni mwanaume ambaye hana uchumi uliosimama. Na usipokuwa na uchumi uliosimama kama mwanaume, sahau heshima kutoka kwa mke wako. Na wanawake siku zote wanajua mwanaume ana hela. Uwe unazo uwe hauna, mwanamke anajua unazo. Tumsifu Yesu Kristo. Uwe unazo uwe hauna, usipotoa matumizi atakwambia unawahonga huko malaya. Hata kama hujahonga, kuna wanaume humu hawezi wakasema tu, hata kukaribishwa chakula kwamba mke wangu karibu, mume wangu karibu mezani, chakula tayari, unaoneshwa kwa mguu tu, chakula kiko tayari bafulani. Si hela una, hela hauna. Tumsifu Yesu Kristo. Hela hauna. Sasa kama hela hauna, unataka heshima ya nini? Kwenye hilo eneo shetani anajua kabisa kwamba nikimpiga huyu mwanaume kwenye eneo la uchumi,
heshima ataanza kuipoteza nyumbani kwake, heshima ataanza kuipoteza kwao. Ngoja tu niwaulize swali la kawaida kabisa. Mtu mwenye hela na asiye na hela, unamheshimu yupi? Unamsalimia yupi kwa nidhamu? Ukikutana na mwenye hela utamsalimia umesimama. Maskini unamsalimia huku unaendelea na habari za asubuhi, salama, kwa sababu unajua hana cha kukusaidia sana tu, atakuomba hela. Lakini kama ni tajiri utamsalimia kwa heshima, unaweza ukaokota. Tumsifu Yesu Kristo. Siku hizi kuna msemo wanautumia watu kwamba niokote. Unaweza ukaokota, au anaweza akakupa mchongo mwingine wa kifedha. Kwa hiyo unapomwomba Mungu, hakikisha pia unamuomba aimarishe mfuko wako. Kuna mifuko ya watu ambao imeuawa kabisa, imeuawa kabisa, haifanyi kazi. Haifanyi kazi kwa sababu kama una hela, hata sehemu unayolala ni mbaya. Sasa una godoro moja tu unalilalia miaka 7, utashindwa kuota ndoto kwamba unanigwa? Miaka 7 godoro hilo hilo. Tumsifu Yesu Kristo. Hilo hilo, mtoto mpaka anamaliza darasa la 7 unaro godoro. Ukilala usiku sasa unaona majitu yamekuzunguka, majitu yamekuzunguka. Shuka hiyo hiyo miaka 5. Nasema haya mashuka yanatoka Burundi, yanadumu wapi? Ni hela una. Badilisha. Tumsifu Yesu Kristo. Hilo hilo mpaka mtoto analijua. Lakini tajiri anabadilisha sehemu anayolala, anabadilisha kile anacho, hata chakula anabadilisha. Mimi na wewe sasa kubadilisha dagaa mpaka serikali iseme imetosha, tunawazuia hao dagaa kwa muda. Wasipovuliwa kule ziwani ndo auri dagaa. Lakini kwa serikali haijazuia kuanzia Disemba mpaka Januari dagaa. Kwa nini? Hela una. Kagua eneo lako la kiuchumi. Shetani ameleta mauti eneo gani la uchumi wako? Hata kutoa visadaka vidogo vidogo ni kwa sababu watu hawana hela. Kutoa vichile hivi ni kwa sababu watu hawana pesa. Milango yao ya kiuchumi imefungwa. Na kama imefungwa, wafanyeje? Lazima uwe mjanja sana wa akili na wa rohoni.
Lazima uwe mjanja wa akili na mjanja wa kiroho. Nilikutana na mtu mmoja akaniambia, natamani sana kutoa zaka na sadaka. Ni tajiri, unajua maana ya tajiri Lakini akaniambia, hizi hela zangu nilivyozipata wamenizuia kabisa nisitoe hata senti 5 kanisani. Kwa hiyo yeye siku akiwa anakuja kanisani huwa anaomba hela, achukui ya kwake kutoka kwenye chanzo chake cha kiuchumi. Mnaweza mkakutana jioni akwambia, bwana nisaidie shilingi 10,000. Kwa hiyo hiyo 10,000 aliyokuomba ndo atakuja kutoa sadaka, lakini sio kutoka kwenye mfuko wake. Lakini huko nje ni tajiri, watu wanamheshimu sana. Nikamuuliza, uliingiaje huko? Akasema, hivi Boke, unaujua umaskini au ujui? Akaniambia, kilichoniingiza huko ni umaskini, kwa sababu kila nilichokuwa nafanya kikiwa hakiendi kabisa, na shetani akitaka umfuate sasa anakuua kwenye hilo eneo, kwa sababu anajua kabisa kwamba ukiwa maskini sana kuna siku utaenda kwa waganga wa kienyeji kutafuta utajiri. Kwa hiyo ukienda huko tayari umeshakuwa mfuasi wake. Kwa hiyo anakubana kila eneo ili umfate. Unashangaa sasa ukienda kwa mganga wa kienyeji mambo yako yanaanza kufunguka, unasema yeye afadhali. Afadhali nini wakati shetani alikuwa anataka uende? Amekubana huku ili akupate kwa namna nyingine. Shangaa mtu anafungua duka anaenda kutafuta mganga. Nini anachotaka? Anataka eneo lake la kiuchumi liwe na uhai. Atufungulie milango iliyofungwa, hasa upande wa kiuchumi. Atusaidie tuwe huru, atusaidie tuwe na amani, hasa amani ya kiuchumi. Hiyo amani ya kiuchumi itatusaidia na sisi kusali kwa utulivu. Kwa hiyo leo tutashughulika na mauti ya kiuchumi.